Wewe, hela zote umenipa mimi hizi za nini? Nimekupa hizo hela ili ukalipia ule mkopo unaodaiwa. Na sababu ya kukupa hela zote hizo, nataka ukalipe yote. Yaani usio unapeleka rejesho kila wiki. Hapana. Kumbuka wewe ni mwanafunzi na wazazi wako wamekupa hizi pesa ili zikusaidie kwenye masomo yako. Kwa hiyo sio sawa kunipa hela zote hizi mimi, kwa sababu unajua wewe mwenyewe unazihitaji. Kwa hiyo asante sana kwa wema wako, ila naomba nikurudishie pesa zako. Hapana Aisha. Ninaelewa ninachokifanya, mimi sio mtoto. Na siwezi eti nikakupa pesa ambazo mimi mwenyewe nazitegemea hizo hizo. Kwa hiyo kuwa na amani tu. Chukua hizo pesa. Una uhakika hizi pesa zisifanya mambo yako yatetereke? Ndiyo. Nina uhakika. Asante. Asante sana. Maana ili deni lilikuwa linaniumiza sana kichwa. Na lingenichukua muda mrefu kulilipa kutokana na udogo wa biashara yangu. Asante. Mungu akulipe. Wala una haja kunishukuru hivyo Aisha. Kwa sababu kama unakumbuka nilikwambia mimi niko upande wako. Hivyo ni kawaida sana kwa watu wa karibu kusaidiana. Ila asante. Asante sana kwa moyo wako. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipa kwa riba. Njia ya mwenzio ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Kwa hiyo Hajra, unanizunguka si ndio? Yaani unanishauri mimi nipunguze uchangamfu, akati kumbe wewe pia unamtaka. Na unafahamu fika kuwa mimi nampenda. Kwa umeamua kunichukulia bwana wangu. Si ndio Hijra, mbona sikuelewi? Kwani unazungumzia nini? Unajifanya uelewe. Unafikiri mimi sijaona. Sasa kwa taarifa yako nimeona kila kitu. Kwa usitake kujizima data. Na kwa kuwa umeamua kumchukua bwana wangu, umetangaza vita na mimi. Na uzuri unazijua akili zangu vizuri sana. Kwa usije baadaye ukajitilisha huruma. Na ukumbuke wewe ndio ulioanzisha. Na siku zote anayecheka mwisho ndo anacheka sana. Msaliti mkubwa wewe, mwizi wa mabwana za watu. Yaani unamuibia bwana hadi ndugu yako Adamu? Ukahaba wa aina gani huo? Alafu eti unajifanya mstaarabu. Huna lolote. Wewe pia wale tu. Sasa nakwambiaje? Hii vita ulioianzisha hautoiweza. Labda mimi sio Hijra. Wewe huwezi kunizidi ujanja mimi. Yule bwana atarudi kwenye mikono yangu. Walisema undugu sikufanana, bali undugu ni kufana. Mnaweza share baba mama, ila mkashindwa kupendana. Na siku hizi undugu heka unalia, ndugu wanacheka. Ndugu wengine wafurahi ukiteseka, na kwenye shida mbali wanajiweka. Na hawajali kuhusu wewe, wanataka ujali kuhusu wao. Bora jua uko mwenyewe kuliko ndugu mafarao. Wanatamani usipewe daima. Oh, Dobo. Naona ndo umetoka chuo. Ndio. Huyu hapa shemeji yako. Nafurahi kukufahamu. Huyu ndo mgeni uliniambia nishikwane? Ndo yeye. Hata hivyo nipo nyumbani. Haya basi sawa, hamna shida. Wewe utakusikia. Okay. Mimi nimekwambia vitu vidogo sana kwangu hivi.
Hapo balaa nilolisababisha Mungu mwenyewe ndo anajua. Sasa sikia. Wewe baadaye ndo uje ufuate hela yako. Mimi nataka niende nikimbizie dili nione linaendaje. Hela yangu niikute kweli? We nawe, hela kidogo tunasumbuana. Wewe nimeshakwambia tulia. Haina mama. Kweli sura sio roho. Yaani Haja anaonekana mstaarabu vile, kumbe na yeye ni wale wale tu. Sasa ndo mambo gani yale anafanya hadharani vile? Yaani angejua nilivyokuwa na mheshimu. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzio ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Mkaka mgeni, mambo Poa. vipi? Mbona kama unaonekana huko sawa vile? Hapana, nipo sawa tu. Hapana bwana, sura yako inaonyesha kabisa kuwa uko sawa. Hebu niambie bwana, ili nijue mimi nakusaidiaje. Hija, nimeshakwambia nipo sawa. Haya, kama uko sawa, japo mimi naona fika kabisa wewe hauko sawa. Hata hivyo umechelewa kidogo tu. Ungemkuta Ajra na bebi wake. Nini? Ina maana walikuja mpaka nyumbani? Si mtu na bebi wake. Ina maana wewe umeona njiani Sasa wale wametoka hapa, walikuwa chumbani wamekaa muda mrefu, mimi niliwapisha. Wamekaa muda mrefu ni masubiri. Wamaliza hapo, wametoka kaenda kuoga wote. Wakaoga walivyotoka hapo ndo akaenda kujiandaa, ndo akatoka. Ujanja mwingi mbele giza, kujifanya yaikumbebiza. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzio ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Ubaya jua ubaya, ubaya jua ubaya ni akiba. Kaka, wameshaiba pesa zetu. Nyapuzi, naomba mrudishe pesa mliochukua mle ndani, la sivyo tutaonana habaya. Unaeleweki mdogo wangu wa chamba chamba umbea tu babu. Au kuna pesa ulitupa tukushikie? Eti Yaso. Au kuna pesa alikupa mshikie umshamba? Mimi mwenyewe simuelewi. Na mbona unatoa jamba jamba vitani? Wewe mshamba, umetupa pesa zako tukushikie? Mnajifanya mwelewi chochote, si ndio? Najua mnaelewa vizuri tunachokizungumzia hapa. Sasa kabla mambo hajawa mengi, naomba mrudishe zile pesa mle ndani. Hivyo ndio unachukuliaje? Au hata tunakuogopa nini? Maana kila siku unaimba taarabu. Sasa sikia sasa, unatakaje? Kasongo niache.
Kasongo niache naoneshe kazi hapa. Hamna. Hii hata ukifanya hicho saidia kitu chochote kile. Bali utaongeza matatizo tu. Kasongo niache hao umezoea. Kwa hiyo kasi tuna nafasi hela au vipi? Jishughulisha chochote kile. Kaka, achana nao tu. Maana vita nyingine sio lazima kupigana. Vita nyingine hata ukikaa kimya ni ushindi pia. Wanasemaga mjinga mpe cheo. Kwa hiyo wewe waache tu. Kama tuliweza kupambana na tukazipata zile hela, kwa hiyo tunaweza tukapambana tena tukapata zaidi ya hiyo. Na tutafanikiwa kutimiza ndoto zetu. Ila kama utasababisha matatizo hapa, hatutaweza kutimiza ndoto zetu. Kwa hiyo wewe waache kaka. Hawa hawana malengo. Kwa hiyo hawana cha kupoteza hapa. Kwa sababu ukifanya hivyo, watatupoteza na sisi. Kwa hiyo wewe waache tu, tuondoke. Tuondoke. Ndugu yangu, unajua biashara mimi nimefungua na malengo yangu. Na hiyo ni moja kati ya mikakati ya mimi kutimiza ndoto zangu. Kwa hiyo sitaki kunifelisha kaka. Kwa sababu hata kama uwekezaji nilofanya ni mdogo, ila mimi nina maana yangu. Haiwezekani siku ya pili uje niekela kwenye akaunti kaka. Mwisho utakuja kuniambia mtaji umekufa. Hebu acha utani ndugu yangu. Naomba niekela yangu hizo za siku 2 kwenye akaunti. Poa, hakikisha leo haipiti. Mambo. Poa. Nashukuru Mungu nimefanikiwa kulipa ule mkopo. Kwa hiyo kuanzia sasa sidaiwi tena. Vizuri. Hata hivyo asante kwa msaada wako. Maana mimi peke yangu ningeshindwa. Ni kawaida tu. Mbona kama hauko sawa? Kuna kitu labda nimekukwaza? Hapana. Mbona mimi nipo kawaida tu. Hapana bwana. Niambie nini shida? Mimi najua hatujafahamiana kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu kwa kiasi chake na kufahamu. Hivyo naona kabisa uko sawa. Niambie nini kinakusibu? Labda huenda nimekukwaza kwa kutofahamu. Nijuze tu. Wala usijali Aisha. Mimi nipo sawa kabisa. Hata hivyo kuna kitu naenda kumalizia ndani baadaye. Vipi mwenzetu? Mbona kaba mpenzi amekununia? Shida ni Hijra. Japo sijui nini kimetokea, ila najua wewe ndo mhusika mkuu wa hili. Nilikwambia lakini hii vita ulioanzisha huiwezi. Ona sasa mapema ushaanza kutoa milio. Na hapo bado kuna mengine mazuri zaidi yanakuja. Kwa hiyo kamkao wa kula binti. Walisema undugu sikufanana, bali undugu ni kufana. Mnaweza share baba mama, ila mkashindwa kupendana. Na siku hizi undugu heka unalia, ndugu wanacheka, ndugu wengine wafurahi ukiteseka, na kwenye shida mbali wanajiweka, na hawajali kuhusu wewe, wanataka ujali kuhusu wao. Mdogo wangu, usijali. Kuanguka kwa msikiti sio mwisho wa ibada. Kwa hiyo ala zetu kupotea la sikuvunje moyo. Ahadi yangu kupeleka shule ipo pale pale. Wala usijali kaka. Siwezi kuvunjika moyo kwa kitu kidogo kama kile. Hata hivyo moyo wangu ushakufa kihisia toka ile siku tulipopoteza wazazi wetu. Kwa hiyo sidhani tena kama kuna kitu kinaweza kikaumiza moyo wangu. Kwa sababu yote nayaona ni ya kawaida. Na ninajua hizi ni changamoto tu. Kwa hiyo siwezi kukubali zitukatishe tamaa au ziturudishe nyuma. Ila ndo zinazidi kunipa hasira, tupambane ili tufanikiwe. Na watu kama wale wapo tangu enzi za manabii. Kwa sababu hata manabii
kuna watu waliwavunja moyo, waliwapiga na hata kuwasulubu kabisa, lakini haikuwafanya waache kilichowaleta duniani. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kaka, mimi niko safi kabisa. Hicho ndio ninachokupendea mdogo wangu, na ndio maana napambana usome, kwa sababu una akili sana. Naamini kwa akili ulizokuwa nazo, ukipata na elimu utakuwa genius sana. We binti, umefuata nini chumbani kwangu? We vipi, unataka kufanya nini wewe? Relax. Emtulia basi. Mbona unakuwa kama mtoto? Najua hata wewe pia unanitamani. Maana kwa jinsi nilivyo, hakuna mwanamume yote rijali ambaye ataniacha. Kwa hiyo najua unaogopa tu. Hivyo leo nataka nikurahisishie. Mimi nikutafunie, kazi yako iwe kumeza tu. Alafu najua tangu utoke kwenu Arusha, hujawahi kubahatika kukutana na mtoto wa Daa. Kwa hiyo leo nimejipanga nikuoneshe vitu vya pwani. Kwa sababu nasikia wanawake wa huko kwenu Arusha, viuno vyao vigumu kama kiboko. Sasa leo nataka nikumixie mix by Yas. Kidogo ya kwenye kigodoro, kidogo ya matarumbetani, kidogo ya unyagoni. Yaani, najua nikitoka hapa, we mwenye utanisumbua. Wewe binti, yaani laiti ungejua mimi leo kichwa changu hakipo sawa, wala usingeniletea drama za kipumbavu kama hizi. Tena nakuomba utoke chumbani kwangu sasa hivi kabla sijakuvuruga. Hivyo upoje? Mbona kila ninapojitahidi kuonesha hisia zangu wewe usijali? Au unanichukuliaje? Mimi nina kasoro gani? Au hujaniangalia vizuri, unaniangalia kwa wasiwasi? Hebu niangalie jamani. Niangalie. Hijra, nikiinuka hapa mambo yatakuwa mengine. Nakuomba kistaarabu utoke. Mimi sitoki bwana. Nakuomba unijue. Binti kumbe chizi. Hodi. 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 Karibu. Habari yako? Salama tu. Samahani. Nilikuwa namuulizia Hijra. Sijui nimemkuta. Hijra ametoka. Labda baadaye kidogo atakuwepo. Basi sawa. Akirudi basi mwambie Semendo alikuwa anakuulizia. Nani? Semendo. Semendo. Basi sawa, hamna shida. Sawa basi.
Ina maana yule nilimkuta na huyu jamaa hakuwa ni Haja. Kwa hiyo ni Hija ndo alifanya vile.